kamba, unajua sasa samaki anakula ile chakula. Unaivuta ile kamba mara moja, samaki amenaswa kwenye ile duana. Hivyo ndivyo shetani huwa anatumia ujanja kama huo. Anatumia ile kitu unapenda sana. Kama unapenda wanawake, shetani atakuangusha tu kupitia wanawake. Kama unapenda pombe, shetani atakunasa tu kupitia kwa pombe. Anaijua tamaa yako. Kabla hujaokoka, ile kitu ulikuwa unapenda sana. Na ndio nakwambia tena, unatakiwa wewe mwenyewe unajijua. Kabla hujaokoka, unajua ulikuwa unapenda wanawake. Sasa hii umeokoka, jihadhari sana. Hii kucheka na wanawake unakaa mahali na mwanamke, mahali pa faragha, na sio mke wako, sio dada yako, shauri yako. Utakuja kushtukia kimeumana. Baadaye utakuja kukumbuka, mbona nakuanga nimeokoka? Ulimpa shetani nafasi. Ndio maana Biblia inasema tusimpe shetani nafasi. Nikupigia Kristo Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ukiadali, unayesidania umesimama, uchunge, usianguke. Shetani anakuinda. Shetani anakuinda. Unayedania umesimama, uchunge, usianguke. Sasa sikiliza hii. Utajuaje umeanza kurudi nyuma? Utajuaje umeanza kurudi nyuma? Jambo la kwanza, itakuonyesha kwamba umeanza kurudi nyuma kwa mambo ya imani. Unaanza kufutiwa tena na yale mambo ya dunia, ile mambo ulikuwa umeacha yanaanza kukufutia tena. Hiyo ndio dalili ya kwanza ya kukuonyesha umeanza kubackslide, umeanza kuanguka. Inakuonyesha umeanza kutoka kwa imani. Wakati unapoanza kufutiwa na mambo ya dunia, unapoanza kufutiwa na ile mambo uliacha, ndio ukaokoka. Najua mara nyingi nakuta wakati ulipokuwa unaokoka, kuna vitu ulikuwa unachukia sana. Kile sasa inafikia mahali sasa ndio inakuanza kufutiwa nazo. Unaanza kufutiwa na mambo ya dunia. Unataka kuenenda kama watu wa dunia. Ukisoma kwa waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 anasema hivi: msiipende dunia wala mambo yaliyomo ndani yake. Maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kilichomo duniani ni tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hivyo vyote havitokani na Baba, bali vinatokana na dunia. Dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele. Ni aidha umpende Mungu uchukie dunia, ama upende dunia ukuwe adui wa Mungu. Na kurudilia tena, ni aidha umpende Mungu na uchukie dunia, ama upende dunia na wewe ukuwe adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione mkono kama tuko pamoja. Inua mkono wa kushoto, sema asante Yesu. Inua mkono mwingine, sema asante Bwana. Leo inafikia mahali wewe umeokoka, unataka kujifananisha na watu wa dunia. Wakienda bash, hata wewe pia unataka uende bash. Wakienda Naivasha, zile tabia walikuwa wanafanya wakati wa safari dale, wewe umeokoka na wewe pia kwa gari yako private na mwenzako huko. Unajifananisha na watu wa dunia. Hapo ndio mnapitana na Mungu. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 8:4. Waisraeli siku moja walimwendea Samueli nabii. Wakamwambia Samueli, sasa ushakuwa mzee. Na sasa hivi tukiangalia hakuna mtu mwingine hapa tunaweza tegemea. Kwa hivyo tunaomba hivi Samueli, kabla siku yako haijafika ya kutuacha, hebu tunaomba ututafutie mfalme. Yule mfalme ambaye atakuwa anatuongoza kama vile mataifa mengine. Tumeona vile mataifa mengine wako na mfalme wao. Wakienda vitani, yule mfalme wao anawaongoza. Kwa hivyo na sisi pia tunataka tuwe na mfalme kama vile mataifa mengine. Samueli alimwendea Mungu. Akamwambia Mungu, umesikia? Eti wanataka wawe na mfalme. Mungu akamwambia Samueli, sikia. Sio mimi wamenikataa, sio wewe wamekukataa usiwe nabii. Ila ni mimi Mungu wamenikataa nisiwe mfalme wao. Na kuanzia hapo Waisraeli wakawa wamepitana na Mungu kwa sababu walitaka kujifananisha na watu wa dunia. Nataka nikwambie, kama umeokoka wewe ni uzao mteule.
Haustahili ujifananishe na watu wa mataifa, haustahili ujifananishe na wengine. Kama wanaenda bashi, wacha waende. Kama wanataka kutembea uchi, wacha watembee uchi. Wewe sio kama wao. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mnakaa kwenye ploti moja, mnafanya kazi mahali pamoja, lakini wewe sio kama wao. Wewe ni uzao mteule, wewe ni uzao tofauti na wao. Pigia Kristo makofi mazuri kama na vile wewe ni uzao mteule. Usije ukajifananisha na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Usienende kama watu wa mataifa waenendavyo. Usienende kama watu wa mataifa waenendavyo. Kwa hivyo ukitaka kujua kama umeanza kuanguka, kama umeanza kurudi nyuma, hebu angalia kama umeanza kufutiwa na mambo ya dunia tena. Jambo la pili itakuonyesha umeanza kurudi nyuma ama umeanza kuanguka. Unaanza kurudia yale mambo ulikuwa umeacha. Unaanza kurudia ile mambo ulikuwa umeacha. Ulikuwa na boyfriend ukaokoka, ukaacha na boyfriend. Ukaona yenyewe wokovu na boyfriend hazipelekani. Ndio maana uliacha boyfriend ukaamua kuokoka. Ulikuwa na girlfriend, ukaangalia ukaona girlfriend na wokovu haziambatani, ndio ukaacha na girlfriend ukaokoka. Lakini leo imefikia mahali umeanza kurudia yale ulikuwa umeacha. Sasa hivi unasema umeokoka, uko na girlfriend. Sasa hivi unasema umeokoka, uko na boyfriend. Hiyo ni dalili na kuonyesha umeanza kurudi nyuma. Umeanza kuacha mambo ya imani. Kuna mambo ulikuwa unachukia, kuna mambo uliacha. Najua leo kuna dada hajaokoka, hata hajui wokovu ni nini. Lakini ukimwambia avae miniskirt, hawezi vaa miniskirt. Ukimwambia avae nguo imebana, nguo imemshika, hawezi vaa. Hana Roho Mtakatifu, hajaokoka. Lakini leo imefikia leo wewe unasema umeokoka, mpaka unajazwa na Roho, hata unaongeana kwa lugha, lakini wewe ndio unavaa miniskirt. Hata ukitembea barabara